Karibu sana mtazamaji wa Mkimwa TV. Tupo hapa kuangazia timu za Afrika ambazo zimepata kufuzu kombe la dunia kwa mwaka huu wa 2026 ambao unakwenda kufanyika kule Marekani. Na leo tupo hapa na Ticha Makomba kuzungumzia kiufundi kuhusiana na timu za Afrika ambazo zimepata qualifications ya kombe la dunia kwa msimu huu wa mwaka 2026. Karibu sana Ticha. Na imekuwa ni siku nzuri, tutakuja sasa kudadavua kuhusiana na timu zetu za Afrika ambazo zimepata qualifications ya kombe la dunia. Takriban timu 10 tunazishuhudia kutoka Afrika zimepata kufuzu kwenye kombe la dunia. Jicho lako la kiufundi unaziona wapi timu za Afrika katika mashindano haya ya kombe la dunia msimu huu? Ni shughuli nzito. Tunapozungumza kombe la dunia, manake ni mashindano ambayo yameandaliwa toka ngazi za chini kidunia mpaka siku chache zijazo, maana tunazungumzia kilele cha mashindano haya. Ni timu takribani 10 kutoka bara Afrika, lakini kwa ujumla wake zinafika timu takribani 48. Kwa hiyo dunia nzima timu au nchi 48 tu ndio zinashiriki katika mashindano haya. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake kwamba timu zilizoqualify katika mashindano haya ni cream ya dunia nzima. Kwa hiyo tukisema timu zetu za Afrika ama nchi zetu za Afrika zitakuwa na nafasi gani, kifupi tu kwamba nafasi itakuwa si nyepesi. Zitakuwa na nafasi ngumu, na ukichukulia ubora wa wachezaji wa nchi ambazo wanakwenda kukutana nazo. Ukumbuke kuwa nchi za Afrika zinakwenda kukutana na timu kama vile kutoka Ujerumani, wanakutana na nchi kama Brazil, wanakutana na nchi kama Ufaransa. Kwa hiyo si jambo jepesi, Kuna timu kutoka Amerika Kusini, kuna timu kutoka Ulaya, si jambo jepesi hata kidogo. Na pengine tukiangalia kwamba hizi nchi zetu bara la Afrika tumekuwa tukienda mbele alafu tunarudi nyuma, tunakwenda mbele tunarudi nyuma, hatuna consistency katika utendaji wetu au katika performance yetu tunaposhiriki mashindano haya. Sasa hivi bado tunaweza tukasema kwamba tuko katika kile kiwango ambacho kama tutakwenda tutafanya vizuri, basi manake bado tumejiwekea standard ile ya robo finali. Lakini kuota kuwa tuna timu zitatuwakilisha ili zikachukue kombe la dunia, hii nafikiri bado kidogo. Kama itatokea basi itakuwa ni surprise kwetu, lakini bado tuko katika standard ile ya kujifunza zaidi. Na tukumbuke kuwa wote tunakwenda mbele tunarudi nyuma, kwamba kombe la dunia lililopita tuliweza kupata timu imefika nusu finali ya Morocco chini ya kuchao mpaka sasa ndio Sasa hii kumbuka kuwa mwaka wa kwanza kuingia angalau robo ilikuwa mwaka 90. Sasa baada ya 90 tuliingia tena hatua ya robo ligi, ilikuja mbali zaidi nafikiri kwenye mwaka 2002 ile Korea Kusini na Japan, si ndio? Senegal, si ndio? Waliingia robo finali. Baada ya hapo kutoka 2002 tumekaa mpaka kombe la dunia lililopita 2018 ndio tumeweza kuingia angalau hatua ya semi final. Kwa hiyo tuna tabia ya kwenda mbele na kurudi nyuma. Sasa sijui kama tutakuwa na consistency ile ya kusema kwamba angalau na mwaka huu tupate angalau timu ambayo inaweza ikafika robo finali au nusu finali. Lakini wana kazi kubwa sana. Sasa tumjuze mtazamaji kwamba timu ambazo zimepata qualifications kutoka Afrika kwenye michezo hii ya kombe la dunia kwa mwaka 2026 zipo timu 10 ambazo kuna Algeria kutokea ukanda wa kaskazini mwa Afrika, kuna DRC Congo kutokea ukanda wa Afrika Mashariki, ipo Cape Verde kutokea Afrika Magharibi, lakini pia ipo Misri kutokea ukanda wa kaskazini mwa Afrika, Ghana kutokea Afrika Magharibi, Ivory Coast kutokea Afrika Magharibi, Morocco kutokea ukanda wa kaskazini mwa Afrika, Senegal kutokea ukanda wa magharibi mwa Afrika, lakini pia Tunisia, bila kusahau South Africa. Tumeona bado ukanda wa kaskazini mwa Afrika, kwa maana ukanda wa UNAF umekuwa na timu nyingi sana ambazo zinaingia kwenye kombe la dunia. Nini sababu ambayo inapelekea ukanda nyingine ikiwemo Kosafa pamoja na UNIFAC kukosa timu ambazo zinakwenda kushiriki mashindano makubwa ya kombe la dunia?
Kwanza tukizungumza wenzetu wa kaskazini, bila shaka wanazungumzia kwamba soka ni uchumi. Napokuwa na nchi ambazo ziko imara katika uchumi, basi kuna uwepesi kidogo wa nyinyi kufanya vizuri katika mchezo wa soka, kwa sababu mchezo wa soka unahitaji maandalizi, kuwa na academic za kutosha, kuwa na makocha, walimu wa kufundisha mpira, kuwa na ligi bora ya wachezaji bora ambao mwisho wa siku watakuja kuzalisha timu za taifa zilizo bora. Kwa hiyo tukizungumzia kaskazini kuwa na timu nyingi ni si jambo geni, kwa sababu tukizungumzia hata nguvu ya kiuchumi wenzetu wako juu sana. Ukizungumza nchi kama Morocco, kwamba ukienda Morocco utashuhudia namna gani uwekezaji wao kwa soka la vijana, infrastructure zake, miundombinu, utasema kweli kwamba hawa jamaa huu mchezo wamejiandaa nao. Kwa hiyo ukienda Misri, unajua kwamba timu zetu hapa katika vilabu barani Afrika, maana yake vilabu vinavyotikisa katika barani la Afrika viko Misri. Kwa hiyo huwezi kuwa na vilabu vinatikisa alafu timu ya taifa isitikisa, ni ngumu sana. Kwa hiyo Misri naye huwezi kushangaa. Tunis, tunazungumza mabingwa kama wale kina Experience na kwa hiyo hizo nchi kuzionaona katika kombe la dunia au zikikata tiketi kila msimu, si jambo la kushangaza, kwa sababu kwanza ni uchumi. Huku kwetu kusini mwa jangwa la Sahara kidogo tunapata changamoto hapo katikati, tunapata changamoto western kule, Afrika Magharibi. Angalau wenzetu kwa sababu kidogo Afrika Magharibi wana academy nazo huwezi kufananisha kama zile za kaskazini, lakini pia wanajitahidi kutoa wachezaji wawili watatu kwenda kucheza kwenye nchi huko zilizoendelea, kama Belgium, Uingereza, France, wanakwenda Germany. Kwa hiyo wenzetu wanapata kidogo timu kama Ivory Coast, Senegal, utakuta kwamba karibu listi ya wachezaji wote takriban walioitwa, unaweza kukuta wachezaji wawili au mmoja ndio ambaye anatoka moja kwa moja katika ligi hizi za Afrika, lakini wachezaji wengi sana wanatoka wale uzoefu mkubwa sana na kwenda akafanya vizuri. Timu kama Senegal, Morocco ambao tayari wameshakuwa wazoefu sana katika mashindano haya, wameshapata ile confidence. Ivory Coast huwezi kumsahau hapo, kuna kina Dingra kule, kina Amad Diallo, kwa hiyo nafikiri nizungumze hivyo tu kwamba mpira bwana, huwezi kuutabiri ila una maajabu yake. Basi ticha, nikushukuru sana. Asante. Watazamaji walikuwa wanapata kilicho bora kuhusiana na uchambuzi wao kwa siku ya leo. Asante. Naam, huyo ni Ticha Makomba akitoa uchambuzi wake kuhusiana na michezo ya kombe la dunia, hususan kwa timu za Afrika ambazo zimepata qualifications ya kushiriki katika mashindano haya mwaka 2026 yanayofanyika kule nchini Marekani. Hadi wakati mwingine, endelea kufuatilia vipindi bora kabisa kutokea hapa Mkimwa TV. Asante na kwaheri. MTX Music Video.